Karibu sana katika kipindi hiki maalum cha Inside the Bible Story kutoka kwenye chaneli yako pendwa Dreamwalker Family Media. Mahali ambapo historia takatifu, simulizi za imani na ukweli wa maandiko hukutana ili kutufundisha, kutugusa na kutuunganisha na mpango wa Mungu tangu mwanzo wa dunia. Leo tunakupeleka katika safari ndefu yenye kina, hisia na ufunuo. Safari iitwayo Njia Panda ya Uzao wa Ibrahimu. Kulikuwa na wakati katika historia ya mwanadamu ambapo hatima ya mataifa, imani na wokovu wa dunia ilikutana katika maisha ya mtu mmoja. Jina lake lilikuwa Ibrahimu, mtu aliyesikia sauti ya Mungu, akaacha kila alichokijua na kuanza safari ambayo iligeuka kuwa njia panda ya uzao wa wanadamu. Ibrahim aliishi Uru wa Wakaldayo, mji uliostaarabika lakini uliojaa sanamu. Usiku mmoja, chini ya anga iliyojaa nyota zisizohesabika, Mungu alimuita Ibrahim na kumwambia aache nchi yake, jamaa zake na nyumba ya baba yake. Biblia inasema, Bwana akamwambia Abraham, ondoka uende katika nchi nitakayokuonyesha. Mwanzo 12:1. Nayo Qur'ani inashuhudia kuwa Ibrahim alikuwa miongoni mwa watu waliomjua Mungu kabla ya ufunuo kamili. Qur'an 6:75 hadi 79. Akaondoka pamoja na mkewe Sara, mtumishi wake, na mpwa wake Lutu, wakianza safari ya imani kuelekea Kanaani. Miaka ilipita. Ibrahimu na Sara waliishi kama wageni katika nchi ya ahadi, wakiishi kwenye mahema, wakimtegemea Mungu kwa kila jambo. Lakini kulikuwa na jeraha moyoni mwao. Hawakuwa na mtoto. Walizeeka huku ahadi ya Mungu ikionekana kuchelewa. Sara, akiwa na miaka ya mingi, alihisi uchungu wa kutomzaa mtoto. Ndipo kwa mujibu wa desturi za wakati huo, alimpa Ibrahimu mtumishi wake Hajiri ili apate uzao kupitia yeye. Mwanzo 16. Huu haukuwa mpango wa uasi, bali jaribio la kibinadamu la kusubiri ahadi ya Mungu. Hajiri akapata mimba na akamzaa mtoto wa kiume aitwaye Ishmaeli. Ibrahimu alimpenda sana mwanawe wa kwanza. Ishmaeli alikuwa katika kambi ya Ibrahimu, akifundishwa na baba yake, akiishi pamoja na Sara na Hajiri. Biblia inasema wazi kuwa Ishmaeli alikuwa mwana wa Ibrahimu. Mwanzo 16 hadi 21. Na Qur'ani pia inamtaja kama mwana aliyebarikiwa. Qur'an 14:37. Ishmaeli alikuwa mvulana wa jangwani, mwenye nguvu, ujasiri na baraka ya Mungu juu yake. Lakini Mungu hakusahau ahadi yake ya awali. Alimtokea Ibrahimu tena na kusema, Sara mkeo atakuzalia mwana. Mwanzo 17:19. Sara, licha ya uzee wake, alicheka kwa mshangao, lakini Mungu akasema, Je, kuna jambo gumu kwa Bwana? Mwanzo 18:14. Nayo Qur'ani inasimulia tukio hili kwa namna ile ile ya muujiza. Qur'an 11:71 hadi 73. Ndipo Isaka akazaliwa, mtoto wa ahadi, aliyezaliwa kwa Sara, si kwa Hajiri. Hapo ndipo njia panda ya uzao wa Ibrahimu ilipojitokeza wazi. Ishmaeli alikuwa mwana wa baraka, lakini agano la Mungu, yaani mpango wa wokovu wa dunia, lilipitishwa kupitia Isaka, mtoto wa ahadi. Biblia inasema, katika Isaka uzao wako utaitwa. Mwanzo 21:12. Hata hivyo, Mungu hakumkataa Ishmaeli. Alimbariki na kuahidi kumfanya taifa kubwa. Mwanzo 17:20. Qur'an 37:101. Unatazama Inside the Bible Story kutoka Dreamwalker Family Media, mahali pa hadithi halisi za Biblia zinazoleta maana mpya kwa maisha ya sasa. Jaribio kuu la imani lilikuja pale Mungu alipomjaribu Ibrahimu
amtoe dhabihu mwana wake mpendwa Isaka, si Ishmaeli. Hii ilikuwa baada ya Isaka kuzaliwa. Ibrahimu akiwa mtu mzima mwenye miaka ya mingi, alipanda mlima pamoja na Isaka. Mtoto akauliza, "Baba, yuko wapi mwana-kondoo wa sadaka?" Ibrahimu akajibu, "Mungu atajipatia sadaka." Mwanzo 22. Qur'ani pia inaeleza jaribio hili la imani kwa uzito ule ule. Qur'an 37, 102 hadi 107. Mungu akamzuia Ibrahimu, akatoa kondoo badala ya mtoto. Hapo ikathibitishwa kuwa agano ni la imani na utii, si damu tu. Baada ya hapo, Sara akafariki na Ibrahimu akaoa Ketura, ambaye alimzalia watoto 6: Zimrani, Yokshani, Medani, Midiani, Ishbaki na Shuahi. Mwanzo 25, 1 hadi 4. Watoto wa Ishmaeli walikuwa 12: Nebayothi, Kedari, Adbeli, Mibsam, Mishma, Duma, Masa, Hadadi, Tema, Yeturi, Nafishi na Kedma. Mwanzo 25, 13 hadi 16. Watoto wa Ishmaeli na Ketura walienda kuishi mashariki, eneo linalojulikana leo kama Uarabuni. Isaka naye akamzaa Yakobo, aliyeitwa Israeli, na Yakobo akazaa watoto 12 waliokuwa kabila la Israeli. Kupitia ukoo huu akaja Yusufu, ambaye alipata msaada na biashara kutoka kwa watu wa mashariki wa Midiani, uzao wa Ketura. Musa naye alikimbilia Midiani, akaishi na watu wa mashariki, akapata msaada kabla ya kurudi kuwa mkombozi wa Israeli. Kutoka 2. Kalebu, mmoja wa mashujaa wa Israeli, Biblia inamwonyesha kuwa na uhusiano wa mashariki. Hesabu 13 hadi 14. Hata Ayubu, mtu mwema aliyeteswa lakini akashinda, Biblia inasema alitoka nchi ya Usi, eneo la mashariki, akionyesha kuwa uzao wa Ishmaeli ulikuwa sehemu ya mpango wa Mungu. Wakati Yesu Kristo alipozaliwa, mataifa kutoka mashariki, mamajusi, walikuja kumwabudu na kumletea dhahabu, uvumba na manemane. Mathayo 2. Hii ilitimiza unabii wa Isaya 60:6 hadi 7, unaosema kuwa watu wa mashariki wangeleta heshima kwa Mungu. Hapo tunaona wazi kuwa watoto wa Ishmaeli na Ketura hawakuwa nje ya mpango wa Mungu. Agano la Mungu liliendelea kupitia mlolongo huu: Isaka, Yakobo, Musa, Daudi, Yesu. Yesu aliyezaliwa katika ukoo wa Daudi alikuja kuwa mwokozi wa dunia. Mitume wake Petro, Yohana, Yakobo, Paulo, Andrea, Filipo, Mathayo na wengine walisambaza Ukristo Yerusalemu, Asia Ndogo, Ulaya, Afrika hadi duniani kote. Tazama Inside the Bible Story kutoka Dreamwalker Family Media, mahali pa hadithi halisi za Biblia zinazoleta maana mpya kwa maisha ya sasa. Miaka 1000 kadhaa baadaye, katika uzao wa Ishmaeli, alizaliwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam, aliyepokea ufunuo wa Qur'an uliomrejesha Ibrahimu na Ishmaeli kama baba wa imani ya Mungu mmoja. Uislamu ukaanza Arabia, ukasambaa Mashariki ya Kati, Afrika, Balkani na Asia. Dola ya Ottoman iliendelea kudumisha na kueneza Uislamu duniani kote kupitia elimu, sheria, biashara na ulinzi wa maeneo matakatifu. Historia inaonyesha wazi kuwa njia panda hizi mbili, uzao wa Isaka na uzao wa Ishmaeli, zinaunganisha historia zote za Ukristo na Uislamu, zikionyesha mpango wa Mungu wa wokovu, haki na baraka zisizo na mwisho. Jambo la muhimu kuelewa ni kwamba agano halisi la Mungu lilikuwa kwa Isaka, mtoto aliyezaliwa kwa Sara,
na kupitia uzao huu, Mungu alipitisha mpango wa ukombozi wa dunia kupitia Yesu, ambaye Uislamu unamtambua kama Nabii Isa. Njia panda hizi mbili za uzao wa Ibrahimu zinaonyesha historia moja ya baraka, mpango wa Mungu na heshima kwa vizazi vyote, zikizunguka historia ya mwanadamu kutoka Ibrahimu hadi Ukristo na Uislamu. Asante sana kwa kuwa nasi katika Inside the Bible Story kutoka Dreamwalker Family Media. Usisahau kusubscribe, kushare, kulike na kucomment ili simulizi hizi ziendelee kuwafikia wengi zaidi.